Ndugu zangu, karibuni tena mchana huu wa leo. Leo utakuwa na mada moja ambayo itakuwa inajadili majukumu ya viongozi hasa katika eneo la elimu. Hasa katika eneo la elimu kwa ujumla tunao viongozi wengi. Na mlolongo wa viongozi katika eneo la elimu unaanzia katika ngazi ya wizara mpaka inafika katika ngazi ya chini kabisa ambayo inahusisha mwalimu wa darasa na baadaye inaenda kuhusisha yule kiongozi wa wanafunzi wenzake wanaosoma katika shule husika. Wote hao sisi tunaita viongozi katika eneo la elimu. So wanayo kazi wanayoifanya katika kusimamia elimu, katika kusimamia sheria na katika kusimamia kanuni katika maeneo mbalimbali bila kujali ukubwa wa eneo wanalolisimamia. Lakini mimi leo basi nitajikita katika eneo dogo ambalo ni eneo la kiongozi mkubwa kabisa katika eneo la shule ambaye tunamuita mkuu wa shule. Na katika eneo hilo mimi nitajikita hasa katika kujua mkuu wa shule anapaswa kufanya nini. Hapo ndipo nitazungumzia haswa, kwa sababu najua ninyi nyote mnajua kwamba mkuu wa shule ni mtu aliyeteuliwa na serikali au na taasisi kuweza kusimamia na kuendesha shule. Sasa ili huyu mtu tuweze kumuita mkuu wa shule baada ya kupewa wazifa huo, baada ya kuteuliwa, baada ya kuaminiwa, inabidi aweje? Mtu yote aliyeteuliwa kuwa mkuu wa shule inabidi awe na sifa zifuatazo. Ili taasisi yake iweze kwenda, lazima awe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza ya mkuu wa shule, lazima awe na maono na taasisi anayoiongoza. Lazima awe na maono na taasisi anayoiongoza. Tunapozungumzia maono, tunazungumzia ufunuo wa taasisi aliyokabidhiwa. Je, anatamani taasisi aliyokabidhiwa iweje? Iwe na sura ipi? Na maono tunayozungumzia hapa si maono ya kutamani na maybe kwamba natamani shule yangu iferishe. Awe na maono chanya na taasisi hiyo aliyokabidhiwa kuiongoza. Katika maana ya kwamba awe na maono mazuri ya taaluma katika shule yake. Awe na maono mazuri ya mwenendo wa mambo mbalimbali shuleni. Awe na maono mazuri ya kuitawala shule yake. Atamani shule yake iwe kubwa, iwe nzuri, ifanye vizuri katika nyanja zote ambazo zipo kwa mujibu wa uanzishwaji wa taasisi hiyo. Lakini mbili, lazima awe na uwezo wa kusimamia taaluma. Na asimamie taaluma kwa nguvu zote. Na ieleweke kwamba shule sio majengo. Ieleweke kwamba shule sio madawati. Ieleweke kwamba shule sio walimu. Shule ni taaluma. Mzazi anapomtoa mtoto kumpeleka shuleni, imani yake ni kwamba mtoto ataenda shuleni, atapata elimu iliyo bora. Atapata elimu iliyo bora.
Mtoto akienda shuleni, hata kama kuna mazingira mazuri, kuna walimu wazuri, kila kitu kipo vizuri, lakini at the end mtoto akionekana kwamba hafanyi vizuri, jamii itaamini shule hiyo haina usimamizi mzuri. Kwa shule hiyo sio shule bora. Kwa eneo la pili ni taaluma. Lakini eneo la tatu, ili tukutambue kwamba huyu ni mkuu wa shule, lazima tuone wanafunzi waliopo kwenye shule yake wana nidhamu njema, tena nidhamu ambayo inapimika na jamii. Kwa lazima pia kama mkuu wa shule usimamie nidhamu, uhakikishe wanafunzi wako wanakuwa na nidhamu, katika maana ya kwamba wanazingatia misingi, sheria, taratibu, kanuni, miongozo iliyopo shuleni, lakini hata ile ambayo haipo shuleni lakini ipo kwenye jamii za Kitanzania. Tuhakikishe kwamba wanafunzi wetu wanaishi. Wewe utaitwa mkuu wa shule. Lakini leo huwezi ukasema nimesimamia taaluma, wanafunzi wanafanya vizuri, wanapata division 1. Then what next? Division 1 haitakuwa na faida yoyote kwa mwanafunzi kama hana nidhamu. Kwa lazima pia tusimamie eneo la nidhamu vizuri, ili mwanafunzi huyo jamii kimuona iseme hiki alichokipata shuleni kinalingana kabisa na nidhamu yake, kinalingana kabisa na Watanzania, lakini kinalingana kabisa na mazingira yote ambayo Watanzania wanapaswa kuyaishi. Hapo kweli tutasema hii shule na mkuu wa shule. Lakini mbili, mkuu wa shule lazima awe mtu anayesema kweli daima, na kwake iwe unafiki ni mwiko, katika maana ya kusimamia kile kinachopaswa kusimamia, au kile anachopaswa kusimamia, au anasimamia ukweli. Lakini jambo jingine, mkuu wa shule lazima hakikisha anafikika. Mkuu wa shule isionekane yeye sasa ni sawa na nyuki, kwamba akisogelewa anang'ata, kwa watu wanaogopa kumsogelea, kwamba mkuu wa shule huyu anakuja tumkimbie. Hapana. Mkuu wa shule lazima uwe unafikika. Sasa unafikika na watu gani? Kwanza unafika na wadau waliopo shule. Na wadau wakubwa katika eneo la shule, kwanza tunazungumzia wanafunzi. Wanafunzi wana uwezo wa kukufuata mkuu wa shule, kukuelekeza changamoto wanazokumbana nazo wakiwa shuleni. Ukiona no, jua mkuu wa shule wako kuna sehemu unayumba. Ukiona yes, jua umetimiza wajibu wako wa kusimamia shule. Lakini mbili, uwe na uwezo wa kufikika na wale unaowasimamia, ambao ni walimu. Na ieleweke kwamba mkuu wa shule sio kiongozi tu. Mkuu wa shule yupo na majukumu mengi sana ya kuyafanya. Kwa mkuu wa shule anasimama kama kiongozi ikiwa ni namba 1, kama meneja ikiwa ni namba 2, kama mlezi ikiwa namba 3. Zote hizo mkuu wa shule anapaswa kuzisimamia. Kiongozi maana kazi yake afanye influence, awavute wale anaowasimamia
ili waweze kushawishika na kile anachokisema na waweze kusimamia na kufanya kazi kwa kadri ya vile anavyotaka. Lakini kama manager, yani wewe ni human resource manager, mkuu wa shule ni human resources manager wa shule, lazima ufanye management ya wale watumishi unaowasimamia. Hata ukishasimama kama manager, there is no need for you to influence. Sometimes you are supposed to use force ili shughuli zile ziweze kufanikiwa. Lakini tatu, tumesema mkuu wa shule atasimama yeye kama mlezi namba 1 wa shule. Una mwalimu wa nidhamu, una mwalimu wa taaluma, una mwalimu sijui wa nini, wote wale wewe ndio mwenyekiti wa hayo yote. Kwa kama mlezi lazima usimame katika kusimamia malezi yatakayokuwepo shuleni kwetu. Kwa ili yote hayo yafanye, maana lazima uwe una uwezo wa kufikika. Wale waliopo pale wawe na uwezo wa kukufikia. Lakini jambo jingine ambalo mkuu wa shule mwenye sifa ya kuitwa mkuu wa shule lazima awe anawajua kwa kina wafanyakazi anaowaongoza. Lazima uwajue wafanyakazi anaowaongoza. Una walimu, una wafanyakazi wasio walimu, wajue kwa kina wale unaowaongoza. Yaani wajue aina na tabia za. Kwamba mwalimu fulani anapenda hiki, udhaifu wake ni huu, anapenda kuishi kwa mwenendo huu, naenda kumsimamia kwa mwenendo ule. Wewe utaitwa mkuu wa shule na wewe utaitwa kiongozi. Lakini kutaka upo kwenye taasisi uongozi watumishi wote kwa njia inayofanana, hiyo taasisi inaenda kudisintegrate, inaenda kudisappear, inaenda kutengeneza conflicts, migogoro, ambayo migogoro hiyo kuitatua itakuwa ni changamoto kweli. Kwa sababu umewaongoza watu wote wenye mitazamo tofauti, wenye malengo tofauti, wenye mienendo tofauti kwa njia ambazo zinafanana. Lazima tuwe na diversity. Tukishawajua wale watumishi tuwe na diversity za kuwaongoza. Kwamba leo nakuja kuzungumza na mwalimu mwenye tabia hizi. Analewa muda wa kazi, ni mtoro kazini. Leo naenda kuzungumza na mtu ambaye ni innocence, ni mtiifu, ni mtu ambaye anafanya shughuli zake vizuri, haleti disturbance na mambo mengine. Lakini jambo jingine, mkuu wa shule lazima uhakikishe unatumia milango yako yote ya fahamu wakati unafanya kazi yako ya ukuu wa shule. Yaani lazima utumie milango yote ya fahamu uliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Na milango ya fahamu tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, cha kwanza ni macho. Tuna macho. Haya macho yapo mawili. Lazima tutumie. Nini ninachokiona? Unaona nini? Ukiwa pale kwenye taasisi, unachokiona kisimamie. Lakini pia lazima utumie masikio. Wote sisi na masikio. Unafanyia kazi yale unayoyasikia. Haya masikio uyatumie kufanyia kazi yale unayoyasikia. Na yale unayoyasikia yapo ya aina mbili. Unayoyapenda na usiyoyapenda. Hebu yote yafanyie kazi. Inawezekana utasikia jambo usilolipenda kulisikia, jambo litakalo kugusa moja kwa moja wewe mwenyewe, jambo litakalo kuwa linakukera, jambo usilolipendelea kwenye mtazamo wako. Hebu yote tumia masikio yako kuyasikia, na ukishasikia nenda kayafanyie kazi. Lakini tatu ni mdomo.
huu mdomo huu. Chagua kitu cha kutoka mdomoni kwako kwenda kwa wale unaowaongoza. Na ujiwekee utaratibu kwamba nachagua cha kusema kutoka mdomoni mwangu. Na sio kila kitu lazima niseme. Tutumie midomo vizuri. Taasisi nyingi zinavurugika kwa sababu ya matumizi mabaya ya mdomo. Nakuta taasisi, na sio shule tu, taasisi nyingi, watu hawaongei, watu wanabishana kwa sababu wametumia mdomo na ulimi vibaya. Kwa ukiwa kiongozi lazima uchague nini cha kuzungumza, nini sio cha kuzungumza, na nini cha kuzungumza wapi na kwa wakati gani, na kipi si cha kuzungumza wakati huu, cha kuzungumza muda gani. Hapo taasisi yako itakuwa vizuri. Sawa. Kwa hii milango ya fahamu pia tuna wajibu mkubwa sana kuitumia vizuri. Lakini jambo jingine, kama kiongozi, hebu wape exposure wafanyakazi wote unaowaongoza. Wape exposure. Kama kuna muda unapata kusafiri kwenda mbali na wafanyakazi, hebu safiri nao. Wape exposure. Exposure ile ya kusafiri kwenda kujifunza sehemu nyingine inapunguza kitu kinachoitwa working stress. Unapofanya kazi kwenye taasisi yoyote, sometime unachoka, sometime kuna mavurugu mengi. Hebu wape wale wafanyakazi muda wa kwenda kupunguza hizo stress. Kwa kuwapa exposure, wapeleke. Kama ni shuleni, hebu wapeleke sehemu nyingine wakaangalia watu wengine wanafanya nini. Au wapeleke hata mbuga za wanyama, historical sites, wakarelax. Au wapeleke, watoe, maybe unaishi Iringa, watoe wapeleke hata Dar es Salaam. Fika pale ambie jamani, leo tunaingia Mlimani City hapa, tuenjoy, tupate chakula, tufanye manunuzi ya kwetu, tufanye kila kinachowezekana. Ukishamaliza, unapanda gari mnarudi. Mtumishi huyu akirudi kazini hata kuwa yule aliye kuwepo kabla hamjaenda huko mlikoenda. Kwa tujitahidi sana tuwape exposure muda wote. Mnataka muwepo kazini, hizi kazi zina mwisho. Lakini ili mwisho uwe mwema, lazima pia tupeane muda wa kupunguza stress. Tupeane muda wa kupumzika. Lakini tuone kwamba hii kazi ipo na muda wake, na kuna muda ambao kila mtumishi anapaswa kupata exposure kutoka sehemu nyingine. Hiyo pia itatusaidia sana. Lakini pia tujitahidi sana kuwajali wale ambao tunawasimamia. Tujitahidi sana kuwajali wale ambao tunawasimamia. Yaani tuwaamini wafanyakazi wote tunawasimamia. Yaani kama wewe ni mkuu wa shule, muamini mwalimu anayeingia darasani kufundisha kwamba kila anachokifundisha ndicho anachokijua kufundisha na ndicho sahihi kufundishwa kadri ya mwongozo. Sasa mwalimu anaingia anafundisha darasani, kuna mtu anachungulia dirishani, anaangalia mwalimu anafundishaje, asije akawa anakosea. Trust. Hebu tuamini wale ambao tumewapa kazi. The same kama labda upo sehemu nyingine, we ni mkuu wa taasisi somewhere, hebu waamini wale ambao umewapatia kazi za kufanya. Wanasema walio wengi binadamu kisaikolojia, anaposimamiwa sana anaenda kupunguza sana ufanisi wa ile kazi anayoifanya. Binadamu walio wengi karibu 90% wana saikolojia wanasema ili mtu afanye kazi kwa ufanisi anatakiwa awe huru. Na kwa mfano kwenye upande wetu sisi ambao tumesomea walimu, kuna kitu tunasoma kinaitwa professional autonomy. Kwamba mwalimu anapaswa kuwa na uhuru, ile freedom ya kufanya kile alichoelekezwa bila kuvunja sheria na taratibu. Sasa tuamini wale ambao tumewapatia hizo kazi. Lakini jambo jingine,
kama wakuu wa taasisi tujitahidi sana kuishi vizuri na wale tunao wasimamia. Na kuishi vizuri huku kuambatane na tekniki za kuishi nao. Wapo watumishi ambao utaishi nao au utafanya nao kazi. Lakini katika kufanya nao kazi tutaona kabisa kwamba hawa ni kikwazo kikubwa kwetu sisi katika kufanya kazi. Tunaruhusiwa kuwatambua kwamba hawa ni kikwazo wakati sisi tunatekeleza kazi zetu. Lakini kutambua kwamba wao ni kikwazo isiwe kigezo cha wewe kutokuishi vizuri na hawa ambao unawahisi ni kikwazo. Fanya nao kazi vizuri kwa mujibu wa utaratibu, lakini tambua sehemu wanazohitaji kuboreshwa na kurekebishwa, na tambua ni aina ya lugha gani wale ambao ni kikwazo kwako wanahitaji uitumie ili waweze kurekebisha yale ambayo wewe unaona yanakuwa kikwazo kwenye taasisi unayoisimamia. Na sio sasa kila siku kiamka kwenye kikao unaye, kesho asubuhi kiamka sijui kuna kitu kibaya unaye. Sometimes just motivate, mpe positive motivation. Kwa mfano sisi unaweza kumpa kazi maalum zikitoka sijui kusimamia mitihani kufanya, hebu mpe huyo mkorofi. Baadaye naye atatambua kwamba licha ya ukorofi wangu, lakini kiongozi wangu mbona ananiamini? Licha ya mimi kuwa kikwazo kwake katika kufanya kazi zake, lakini mbona ananiamini? Automatic mtu huyo anaenda kubadilika mwenyewe, anakuwa mtiifu kwako wewe kama kiongozi. Lakini ukitaka kushindana naye, hiyo taasisi itakuwa shagara bagara. Migogoro haitaisha ndugu yangu. Kwa pia katika eneo hilo tuwe makini sana kama viongozi. Let us take it very serious. Mitaasisi mingi inavuruga kwa sababu yani mkuu wa shule anataka kuwa mkubwa, sijui mkuu wa chuo anataka kuwa mkubwa, sijui kila mtu anataka kuwa mkubwa. Sasa hatuwezi tukawa wakubwa kwenye taasisi na kila mtu akataka kwa ukubwa ule ule. Lazima tofautiana, kuna muda lazima tukae chini tuweze kukubaliana vizuri. Lakini pia kama mkuu wa taasisi yoyote, ujitahidi sana kuto kurundika mambo mengi kichwani. Usirundike mambo mengi. Hebu chukua kuwa na vipaumbele vyako vya kuvifanyia kazi. Na vipe muda. Kwamba kipao hiki nitaanza kufanyia mwezi Januari, hiki ni mwezi Februari, hiki sitashughulika nacho kabisa kwa mwaka 2025. Hiki yani unavipa kipaumbele. Utaona uongozi ni raha. Afya yako itakuwa vizuri. No stress. Lakini kila siku umerundika mambo kibao, mtu anaingia ofisini hata muda tu akisema kuna vikao jamani tukahudhurie, hana muda, no time. Kuna social matters zimetokea huko, no time, nipo busy nasimamia hiki na hiki. Hebu tusirundike mambo mengi. Lakini pia tugawe haya madaraka. Tugawe. Yaani kuna taasisi ambazo zina watu wengi. Tugawe. Hebu wape watu. Kama wewe ni afisa elimu, wape watu ya kufanya. Wewe utashughulika na usajili, wewe utashughulika na hiki, wewe utashughulika na hiki. Watu wanashughulika na vile walivyokabidhiwa. Afrika as mediator, kaa pale katikati. Kama leader ni kuinfluence na kushauri. Yaani kwa una influence, jamani hapa tungefanya hivi, mnaonaje tungefanya hivi. Kazi zitaenda. Muda wa kustaafu utafika, ndugu yangu atasema, mbona huyu anastaafu akiwa mdogo sana? Lakini kwa nini? Kwa sababu hukurundika mambo mengi ya kuchoshe mwili wako, lakini pia ya kuchoshe akili ya. Lakini jambo jingine, unapokuwa kiongozi, jitahidi usitengeneze matabaka. Very dangerous. Yaani unakuwa kiongozi lakini unayo matabaka mengi. Mpaka staff zinajua, kama ni staff yako inajua kwamba huyu ni wa fulani, huyu ni wa mkuu wa shule, huyu sio mkuu wa shule, huyu sio wa very dangerous. Tusitengeneze matabaka tunapokuwa kwenye taasisi tulizopangiwa au tulizoambiwa tuweze kusimamia. Lakini pia tujitahidi
kutengeneza ule utani uliopitiliza na watu tunaoongoza. Tukipata muda wa kufly, tufly. Tukipata muda wa kununa, kama inawezekana tunune, japo haishauriwi. Lakini kile unachokifanya na wafanyakazi wako kisitengeneze utani uliopitiliza kiasi kwamba kuzuia ufanisi wa kazi yako. Ufanisi ubaki pale. Mcheke, mfurahi, muenjoy, mfanye whatever. Lakini ikifika muda wa usimamizi wa kile ambacho kipo kwa mujibu wa sheria, ndugu yangu, usiingize ule utani, kwa sababu baadaye itakuwa ni normal behavior, jambo ambalo mwisho wa siku sasa hapo hiyo inakuwa sio taasisi tena. Lakini pia ukiwa mkuu wa taasisi, uwe mshauri wa kiuchumi wa wale watumishi unaowaongoza. Yaani mtumishi anafanya kazi miaka 10, miaka 20. Ndugu yangu, hata shamba kama kitega uchumi cha kwake umeshindwa kununua. Unafanya kazi na mfanyakazi miaka 10, hafugi, halimi, hana duka, sijui hafanyi nini, yupo kwa hiyo amekuwa ni parasites kwenye mshahara anaopokea. Hiyo taasisi, kubali, ipo siku yule mfanyakazi akigundua kwamba umri unasonga, kipato chake ni kile kile, ataingia kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo. Kwa sasa ataacha kuzingatia kazi ile ambayo unaisimamia, ataanza kutumia nguvu kubwa kucompensate zile shughuli ambazo hakuzifanya kwa muda ule ambao hukumuelimisha na hukumjulisha. Kwa tuambie walimu wetu, tuambie na wafanyakazi wengine wote kama viongozi wa taasisi kwamba mtumishi, mshahara ni sehemu ya mtaji. Mshahara ni sehemu ya mtaji. Tumia mshahara ule kutengeneza maisha mengine nje ya kazi yako. Tumia mshahara kununua mashamba. Tumia mshahara kununua miti. Tumia mshahara kufungua biashara, iwe duka au iwe nini. Tumia mshahara ili baadaye mshahara iwe ni sehemu tu ya maisha, isiwe tu ndo maisha yako. Yaani mtu unamkuta mfanyakazi sema mshahara mimi ndo maisha yangu. Yaani ikifika tarehe 28 mtumishi akimwangalia yule anayemsimamia inakuwa ni hatari kweli kweli. Yaani anayesimamia sana kimbia, yaani muda wote. Sasa ni hatari, hasa unamkuta na huyo mkuu wa taasisi mwenyewe naye ni parasite, naye ana depend kwenye huo mshahara. Kwa hiyo ikishafika hizo siku naye anaangalia kwamba serikali itatoa lini mshahara. Hapo hakuna taasisi, ndugu yangu, hapo hakuna taasisi. Hapo kuna kichaka cha taasisi. Ikiyumba inayumba kweli. Hata wizi unakuwa ni mkubwa. Wataiba hata vilivyopo. Ili kama mtu hana kazi nyingine anategemea hicho ulichomwajiri, anaenda kuiba hicho ambacho unakuwa umemkabidhi. Lakini pia tuwasimamie sana watumishi wetu, wasichukue mikopo umiza. Yaani kuna watumishi ambao mpaka ATM hawanazo. Zipo huko kwenye mikopo umiza huko. Wamehifadhi, yani wamekopa hela mpaka ili apate hela yake ya mshahara lazima watu wachukue kilicho chao ndio wabaki na cha kwake. Na wengine hawabaki kabisa. Amekopa NMB fedha nyingi. Ameenda kukopa sasa kwenye vibanda umiza. Si tunaita vibanda umiza sijui nini. Kwenye hiyo mikopo ya ajabu. Na huko amekopa. Kwa wale wamechukua ATM, ukitoka mshahara wanachukua ya kwao, wanambakizia mtu 2,000, 10,000, 30,000. Hiyo ndio watumia mwaka mzima. Hivyo nategemea hiyo ni taasisi tena? Hiyo sio taasisi. Watu watafanya kazi wakiwa kwenye stress. Kwa nini? Kwa sababu mshahara anaopokea si wake tena. Anaenda kupeleka sehemu nyingine. Sasa hata kama ningekuwa mimi, naenda kufanya kazi ambayo najua 98% ya mshahara wangu si wa kwangu, nishautumia. Bahati mbaya wafanyakazi wetu sasa hizi
anaenda kuchukua mkopo milioni 20. Anaenda kununua gari milioni 12. Afu milioni 8 iliyobaki eti anaenda kujengea nyumba. Kwa akianza kujengea nyumba ile anajenga kuta tu zile, anajenga sijui msingi ni nani, ikishia sehemu mkopo umekata, fedha anayoipokea ni 20,000, nyumba imeishia pale kwa heri. Kwa amenunua kitu ambacho hakina msaada. Gari linahitaji mafuta, nyumba haijaisha, inahitaji kuendelea kumaliziwa. Niambie, huyu anaenda kufanya kazi? Kwa ndugu zangu, viongozi tuna wajibu mkubwa sana wa kusimamia watu wetu tunaowaongoza. Kama tunahitaji ile tunaita sustainability of our institution, lazima tuhakikishe taasisi tunazoziongoza kwanza tunayawezesha haya ambayo mimi nimeyasema. Nimesema mengi, lakini tunayawezesha kwamba yaweze kufanyika. Lakini vinginevyo tujue kabisa taasisi zetu mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani. Yaani muda wote inaweza ikatetereka. So mkuu wa taasisi ndio mshauri namba 1 wa uchumi wa shule. Ndio mshauri namba 1 wa shule yenyewe. Ndio mshauri namba 1 wa taasisi yako. Kwa tujitahidi sana. Tujitahidi sana. Kwa mimi niwatakie kila laheri katika kusimamia taasisi hizo ambazo mmekabidhiwa kuzisimamia kama viongozi. Wengine hapa ni wakuu wa shule, wengine hapa ni wakuu wa vyuo, wengine hapa ni walimu wakuu. Mmekabidhiwa kazi ya kuifanya. Tuifanye kwa ufanisi. Na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asanteni sana, asanteni sana.